Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza, jambo la kwanza muelewe, Chadema hatuko kutafuta nafasi za udiwani, ubunge na urais. Kwa sasa Chadema tunatafuta uhuru wa kweli kwa Watanzania wote. Tunahitaji watumishi wa umma wawe huru, tunahitaji jeshi la polisi liwe huru. Ili siku moja jeshi letu lisiwe linabadilika. Siku fulani inafanya kazi ya kulinda raia, wakati mwingine linajigeuza kuwa majambazi wa taifa. Sasa tunachotafuta ni uhuru, ili siku moja OCD akitoa maelekezo kwa maaskari wadogo wamwambie mheshimiwa, hapo unavunja sheria. Tunataka pia maaskari wetu wawe huru. Tunataka siku mwalimu akiagizwa na afisa elimu kwamba aingie na kura feki, ajaze masanduku feki, basi siku hiyo mwalimu aseme, mkurugenzi, hapa sio sawa, hapa unavunja sheria. Tunataka mpaka 2030 CCM tuwe tumewagaragaza moja kwa moja, ili uhuru wa kweli wa Mtanzania upatikane. Peoples! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karatu people! Ninaomba na mimi niwaje, kwa sababu nitakayemleta hapa atamleta mtu atakayefungua mkutano rasmi, pamoja na kwamba tulishafungua kwa maombi, lakini kwa maneno yale ya Chadema hatukutaka kumleta mwenyekiti aje afungue arudi chini alafu tuendelee. Sio jamani eh? Naomba walioko tayari kuniaga tukunje ngumi, alafu nitasema maneno machache. Kunja ngumi, kunja ngumi. Kunja ngumi, usiye kunja katikati yetu mchawi. Usiye kunja. Oi vipi bana? Twende bana, twende. Alafu Mungure utualike Arusha, sisi tuko tayari kupiga mzigo. Asante. Karatu peoples! Hii sauti inatosha kweli? Karatu naijua sio hii, sio eh? Naomba turudie. Karatu peoples! Asante, hiyo imekaa sawa. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Kaskazini, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Arusha, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Manyara, Mheshimiwa mwenezi wa Bavicha Taifa, wilaya, naamini itifaki itakuwa imezingatiwa. Karibuni na mjione mko huru. Karatu ni nyumbani kwenu. Waheshimiwa sana wananchi wa Karatu, kwa heshima zote na kwa taadhima yote, nichukue nafasi hii kuwashukuruni nyote kwa mwitikio wenu huu. Mkutano wetu ulikuwa wa haraka sana. Maamuzi ya kuitisha mkutano huu yalikuwa ya haraka sana. Na rafiki yangu Jumbe ameguswa hapa na watu wawili, Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda na wa wilaya. Naomba mimi niseme tofauti kidogo. Mimi nilikuwa namchukulia OCD wa Karatu, nilikuwa namchukulia kama kamanda wa Green Guard. Sijawahi kufikiri kama ni kamanda wa polisi. Nilikuwa nafikiri ni kamanda wa Green Guard, kwa sababu jinsi anavyotutreat Chadema, yani ni kama jinsi ambavyo tukikutana na kina Shedi na kina Joeli mtaani tunakanyagana, ndivyo tulivyokuwa tunafikiri tukikutana na Jumbe tumekutana na kina Shedi. Lakini kwa leo naweza kusema kuna namna shetani anaweza akawa malaika, sio eh? Japo malaika alikuwa shetani. Kwa mara ya kwanza leo naomba niseme ninamshukuru na nimpongeze kwamba kwa mara ya kwanza ameonyesha weledi kama askari polisi. Mimi nilivyopeleka barua Mheshimiwa mwenyekiti, nilitegemea kusumbuliwa. Wakati nimepeleka nilijiandaa kwa usumbufu. Lakini badala yake aliniita, tukakaa tukajadili. Kwa mara ya kwanza tuliongea kama viongozi. Nikasema kumbe huyu jamaa kuna saa na akili, kuna saa yuko vizuri. Nilimwambia lakini nilimwambia OCD, kumbe kuna saa uko vizuri. Mimi nilifikiri saa zote uko vile. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza najua yuko kwenye viwanja hivi. Yule jamaa huwa hana tabia ya kuamini mtu.
ametuma maaskari wake, wako wengi hapa, lakini naamini hawaamini na yeye yuko hapa. Kwa hiyo siwatumi maaskari mkamwambie, naamini ananisikia. Bana, tunakushukuru na tunaomba uendelee kuwa askari polisi, achana na green guard. Sisi wote ni watu wa Karatu. La pili, ndugu zangu watu wa Karatu, sisi ni wana Karatu, si ndio jamani? Mipango miji ilivyopangwa hapa Karatu, maeneo yaliyotolewa kupelekwa serikalini ni maeneo ya wana Karatu. Hakuna eneo ambalo mkurugenzi amekuja nayo kutoka alikotoka. Hakuna eneo ambalo huyu anaitwa Teo wa mamlaka ya mji amekuja nayo kutoka alikotoka. Wala OCD Jumbe hajatoka nayo huko alikotoka, sio? Ni maeneo ya watu wa Karatu. Sisi ni wazaliwa wa hapa, tutafia hapa na tutazikwa hapa, si ndio jamani? Kwa hiyo hawa watu wamepewa dhamana tu ya kuja kushirikiana na sisi kusimamia rasilimali na kila kilichopo Karatu. Hawana mamlaka ya kutubagua na kusema kwamba wenye haki ya kutumia mazingira bora ni wale na wale wengine hawana haki hiyo. Naomba nitoe tamko hili, wasitufundishe na sisi tuwe kama wao. Wasitufundishe roho mbaya walionayo na sisi tukaja kuwa siku moja. Karatu imeongozwa na Chadema kwa miaka 25. Sisi walikuwa wapinzani wetu mpaka pale walipobaka uchaguzi. Walipokuwa na mikutano yao hawajawahi kukosa viwanja kwa sababu halmashauri inaongozwa na madiwani wa Chadema. Hawajawahi kusumbuliwa kwamba msifanyie hapa, kafanyeni pale. Mkutano uliopita wa mwisho kabla ya kufungiwa siasa, tulilazimika kufanyia hapa chini kwenye viwanja vyetu. Tarafa ya Eyasi, Endamagam, vijiji vya Mikocheni na Endamagam. Nikaja upande huu wa tarafa ya Mbulumbulu, Lostete kabisa kule kijiji cha mwisho. Nikakusanya watu 10 mara 2. Nikapata 9 ni Chadema, 1 ni CCM. Kwa hiyo ukifanya hesabu ya haraka haraka, kwa idadi ya watu takriban 200,000, CCM wakijitahidi sana wana watu labda 2,000. Na hiyo inaweza isiwezekane kwa sababu hivi mnajua hata mwenyekiti wao alikuwa mwanachama wa Chadema kipindi fulani, Mzee Mtombo. Na juzi mhudumu wetu wa ofisi anatuambia huyu mzee ametuma vijana wake waje wa activate kadi, walipie kadi yake. Sasa sijui anataka kuja, tutajua. Na hiyo ndio raha ya kuwa mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Karatu. Pause. Wenzangu wamemsema OCD. Mimi nimefika ofisini kwake mara 2. Ni mtu msomi sana. Ana sheria pale ofisini kwake. Kwa hiyo alikuwa anasumbuliwa na mifumo mibovu. Sasa hivi anaelewa. Ndio maana tumepeleka taarifa ya mkutano, anajua halazimiki kujibu, hajatujibu na ametupa askari. Si ndio jamani? Kwa hiyo tutaendelea kama chama kupambana na mifumo mibovu nchi hii, tuhakikishe impunity inaisha, watu wanafuata sheria. Hiyo ndio kitu Chadema tunataka kufanya. Pause. Hapa niseme kitu kimoja, nilikuwa natafakari. Kwa nini tunanyimwa uwanja wa mazingira bora? Hivi unajua ni kwa nini? Hawataki tuwaseme. Wakitupa uwanja wa mazingira bora tutasema jinsi gani tokea wametupora halmashauri hawajafanya chochote. Ukiangalia eneo la afya, Karatu ni moja ya wilaya ambayo kwanza haina wahudumu wa kutosha wa afya. Hatujakizi vigezo ambavyo tumejiwekea kwamba angalau kila kata kiwe na kituo cha afya. Tunategemea zahanati. Sasa tukienda pale, wanahisi tukikaa pale labda tutawasema sana na wataendelea labda kuna kitu kitawatokea. Lakini hata hapa ofisi ya chama tutawasema tu. Si ndio jamani? Tuguse barabara kidogo. Katibu mwenezi alizungumza hazipitiki. Sio hazipitiki, hazipitiki kwa 80%. Na hakuna kitu wanafanya. Zote zilizoko chini ya TARURA na TANROADS. Barabara ni mbovu, hakuna viongozi wa kutusemea. Angalia elimu. Hivyo viwango vya ufaulu vimeshuka, wanafunzi wanakaa wengi darasani kuliko idadi ambayo inatakiwa. Shuleni nasikia sasa hivi
ilikuwa habari ya chakula wanatoa, lakini nasikia imefutika, au sio jamani? Wanafunzi wanateseka, lakini hatuna viongozi wa kutusemea. Tumeruhusu mifumo mibovu, imetupa viongozi ambao sio halali, na hakuna mtu ambaye anamsemea mwananchi. Sasa hawezi kutupa mazingira bora kwa sababu wanahisi wakitupeleka tutashindwa mikutano, hamna atakayewasema, watakuwa salama. Nilikuwa napitia ripoti ya CAG juzi hapa. Karatu imetajwa mara nyingi, lakini sitapoteza muda. Cha kushangaza, yani halmashauri ambazo zimeshindwa kutenga budget kwa ajili ya fedha za maendeleo na yenyewe tumo. Sasa watu kama hawa ndio wamekaa hapo na tunategemea watuongoze tupate maendeleo, haitawezekana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kanda, watu wa Karatu hawa tutakaa nao namna hii, tutasukumana nao mpaka waachie hizo ofisi, tuweke viongozi halali watakaoiendesha halmashauri inavyotakiwa. Pause. Huu mkutano sio wa kwangu. Tutakuja kila kijiji, kila kata, tutazungumza, tutawasema mpaka wakimbie. Yaani mpaka uchaguzi unaokuja, either waachie mapema au wasishiriki uchaguzi unaokuja. Watu waweke viongozi wanaotaka. Kufikia hapa, naomba nitamke sasa kwamba tumefungua mkutano huu rasmi, na nimkaribishe katibu wa mkoa wa Arusha aendelee na itifaki. Pause. Kabla sijaendelea, nishukuru kwanza kupewa majani haya. Nafikiri yaliombewa. Na niwashukuru pia viongozi wa kimila walioongoza dua hapa. Kabla sijaendelea, ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa kabisa tusimame kwa dakika moja, kwa sababu ni mkutano wetu wa kwanza baada ya uchaguzi mkuu 2025 na tunajua yaliyotokea. Kwa dakika moja, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kanda, ninaomba tuwakumbuke ndugu zetu waliouawa kikatili katika uchaguzi uliofanyika mwaka jana Oktoba 29. Mwenyezi Mungu alaze roho za marehemu wetu mahala pema peponi. Karatu hamna jambo dogo. Dirisha limefunguliwa, nyie mkachukua kadi ya kwanza kabisa kufanya mkutano wa hadhara katika mkoa wetu, lakini nafikiri kwa taifa zima huu ndio mkutano wa kwanza. Hongereni sana. Tumeambatana na wageni kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Arusha. Nianze kutambulisha wageni ambao wapo katika mkutano wetu. Kwanza kabisa, naomba nitambue uwepo wa hamasa wetu. Hamasa popote mlipo, tafadhali, kazi yenu ni njema na tunaitambua. Vile vile tunao viongozi kutoka Arusha mjini wakiongozwa na mwenezi wa jimbo la Arusha mjini. Tafadhali msimame. Wote tuliokuja kutoka Arusha mjini. Asante sana. Katika mkutano wetu vile vile tunao viongozi mbalimbali wa ngazi ya kanda, kamati za kudumu za kanda. Nianze kumtambulisha Mheshimiwa Sabina Francis ambaye ni katibu wa kamati ya Chadema familia. Vile vile Osiana wewe ni katibu wa kamati ya Chadema ni msingi. Tunaye Francisca ni mwenyekiti wa kamati ya Chadema ni msingi.
Tunaye wakili wetu Kamara ambaye ni mwenyekiti wetu wa jimbo, wakili msomi, ni mwenyekiti wetu wa kamati ya sheria. Tunaye katibu wetu wa baraza la wazee kanda, Mzee Sarmet. Tunaye katibu wa habari kanda ya kaskazini, ndugu yetu Malalika. Na mimi niliyesimama hapa, kwa wale ambao hawanifahamu, naitwa Viola Lazaro Likindikoki, ni katibu wa Chadema mkoa wa Arusha, lakini vile vile ni katibu wa kamati ya Chadema mafunzo kanda ya kaskazini. Wananchi wa Karatu na wale wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii, ninapenda kuzungumza jambo ambalo lilikaa katika moyo wangu muda mrefu, nikisubiri platform ya kuelezea. Hasa ambalo ninataka kuanza nalo ni machafuzi yaliyotokea Oktoba 29, 2025. Wote tunafahamu ndugu zetu, baba zetu, mama zetu, kaka zetu, dada zetu, watoto wetu waliuawa kikatili, jambo ambalo lilitikisa dunia. Ilikuwa habari ya dunia katika nchi ya Tanzania, nchi ambayo dunia ilikuwa nasema ni nchi inayohubiri amani. Lakini damu zilimwagwa barabarani, risasi zilipigwa, mabomu yalipigwa. Kuna watu walikufa kwa maelfu. Kuna watu wameachwa na majeraha kwa maelfu na maelfu. Kuna watu wameachwa na magonjwa ya kudumu, wengine wamepata presha, wengine magonjwa ya moyo kwa sababu ya yale yaliyotokea. Lakini kuna watoto wameachwa yatima, kuna wanawake wameachwa wajane, kuna wanaume wameachwa wagane, katika nchi ambayo tunasema ni nchi ya amani, Tanzania. Lakini yalitokea kwenye uchaguzi wa mwaka jana. Unauliza haya yote kwa nini? Kwa nini watu wetu wauawe? Chadema tulisema hatutaingia kwenye uchaguzi bila kuwa na tume huru ya uchaguzi, bila mabadiliko madogo ya katiba ambayo yatafanya uchaguzi uwe huru na wa haki kwa kila mmoja. Pamoja na kuwa hatukuingia kwenye uchaguzi wa kutekeleza lile jambo ambalo ni kubwa lililomweka kule ndani la kutafuta uhuru wa Watanzania wote. Mheshimiwa Lissu huko alipo, saa nyingine mahakamani mnamwona anatabasamu kwenye kinywa na uso, lakini moyo wake umejaa huzuni wa mateso. Moyo wake umejaa huzuni. Wakati mwingine tunasema anaamka analala, anaamka analala. Lakini niwaambie, ameamua kuchagua mateso aliyokuwa nayo kuwa madogo kuliko kusudi analolipigania. Ameamua yeye ateseke, asiweze kucompromise, ili nchi hii tuweze kuwa na sheria zinazoweza kuwalinda wananchi wengine watakaoonewa kama yeye. Kwa hiyo kila siku tumkumbuke katika sala zetu. Lakini kikubwa ambacho yeye angefarijika zaidi ni kuona wananchi hawajarudi nyuma, kuona wananchi bado wanakipigania kile ambacho tunaamini ni tunu ya taifa yetu. Makamanda pipo! Karatu safi! Karatu safi! Chama kimefunguliwa. Wengine wanasema shukuruni serikali.
akakufungia mlango, akaondoka na ufunguo, akaja siku anayotaka yeye mwenyewe akakufungulia mlango, alafu anakuambia useme asante. Wanatuonaje hao? Wanatuonaje hao? Kwa tutawaambia asante? Tutawaambia asante? Nachotaka kusema ni nini? Serikali mfungie Chadema hata miaka 10. Vibe la Chadema liko pale pale. Na kama wanajiamini sana, waachie fair play Chadema na CCM. Hawatafika 2027. Mahakama na pipo. Sasa ninataka kuambia watu wa Karatu, chama hiki hakina ruzuku. Chama hiki hakina ruzuku kwa sababu hatukushiriki kwenye uchaguzi, hivyo hatuna ruzuku hata shilingi moja kutoka uongozi wa taifa mpaka kwenye kata zetu. Ninaomba wananchi wa Karatu, viongozi wa chama wanapokuja kwenu kuomba msaada kwa ajili ya kuendeleza shughuli za chama, tafadhali muwaunge mkono. Tafadhali muwaunge mkono. Hii kazi sio rahisi. Hii kazi sio rahisi hata kidogo. Inahitaji watu wenye ujasiri. Inahitaji mtu ambaye anaweza kuacha shughuli zake na kufanya kazi za chama bila kulipa hata shilingi. Kwa hiyo wasaidieni viongozi wenu waweze kutekeleza majukumu yao. Hii ninasema katika mkoa mzima wa Arusha. Wananchi huko wasaidieni viongozi wa chama waweze kutekeleza majukumu yao. Vile vile ninataka kuwaambia, toka nimekuwa mwanachama wa Chadema mpaka leo karibia miaka 20 na hatukuwahi kuwa na fair play katika siasa zetu. Hatukuwahi kuwa kwenye comfort zone. Mwenyekiti wa kanda akija atatafsiri hiyo. Hatukuwahi kuwa kwenye comfort zone kufanya shughuli zetu za kisiasa. Kila siku ni kukimbizana, kila siku ni mshike, kila siku ni kuwekwa ndani, kila siku ni kuzuiwa, lakini katika hayo yote wanazidi kutuimarisha zaidi na zaidi. Kwa hiyo tusitarajie kuwa kipindi hiki kwa kuwa dirisha limefunguliwa mambo yatakuwa bwerere. Hakuna. Kama mnavyomsema OCD wa hapa na kwingineko hawawezi kuwa fair, kwa sababu katibu wa wilaya hapa alisema tunahitaji katiba ambayo itawafanya na maaskari wawe huru kutekeleza wajibu wao. Jambo lingine, agenda yetu ya katiba mpya iko pale pale. Tunaendeleza tulipoishia. Wengine wanasema tunaanza upya, lakini ninasema tunaendeleza tulipoishia, kupaza sauti zetu, kuhakikisha tunapata katiba mpya ya wananchi, katiba itakayokuwa na mifumo inayowasaidia wananchi, inayowafeva wananchi na sio watawala. Sasa mkutano huu ni mkutano wa mwenyekiti wa kanda na mjumbe wa kamati kuu, na wazungumzaji wako wengi, na muda wetu nao sio mrefu sana. Tuna kiu ya kuzungumza mengi kwa sababu tulizuiliwa muda mrefu, lakini tutakuja tena Karatu. Mwenyekiti wa wilaya amesema kutakuwa na mikutano ya kata kwa kata. Tutakuja kupiga mikutano. Wananchi ambao waliona kama Chadema imekufa wajue tuko hai. Wananchi ambao wamelala kuiona Chadema waione Chadema ikiwa live. Tutakuja
kuja kuwaambia wananchi, viongozi walioko madarakani sio viongozi wao, ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi na ni viongozi wa Ikulu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Mkoa, Mheshimiwa Elisa Mungure, karibu zungumze na wananchi wa Karatu pamoja na wengine wote wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii. Kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi. Kunja ngumi yenye nguvu, kunja. Mahakamani pipo. Asanteni sana Karatu. Itifaki imezingatiwa. Karatu pipo. Karatu wera 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 wera, Karatu wera 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 wera. Anum ko matayo ko filipoge ko. Koina do badareda. O baba bati. Barisar ba Karatu hangar garwa firim ko. Firor pro ka diriwa firim. Kalalai lalai. Anaya muwa ahmi. Ay shigar ka nire ka suraita o igawrio ka khoro na se tek samlu agir Ibo Rasulullah ya wilo ko misare kodisi wa kana lagu arewa lakini khor Karatu kunga ma ina danu tie danu ka shigar ya kunga ma ina ni kana watu wa Karatu, sikilizeni. Mimi nimetoka Manyara kuwatia moyo, na nimetoka Manyara kote nilikokuja mpaka hapa. Sijaja kulalamika kuhusu habari ya CCM. By the way, kimsingi hakuna chama kinaitwa CCM Tanzania. Chama cha siasa ambacho kipo Tanzania saizi ni jeshi la polisi. Hata wao wanajua. Ama Karatu ninyi mnasemaje? Tunaendelea kumwabudu mtu ambaye ametangulia mbele ya haki. Tunakosea? Sisi tunaabudu Mungu aliye hai, sio? Hatuabudu sanamu. CCM ni sanamu na alishakwenda. Hatuwezi kila siku tukawa tunalalamika. Hii nchi sio ya shangazi yao. Hii nchi ni ya kwetu sote. Karatu, sikiliza. Wakati tunasoma shule tulifundishwa tunu za taifa, sio? Tunu ya kwanza ya taifa uadilifu, sio? Tunu nyingine utu. CCM wana utu. CCM wana utu. Ni mtu gani anaweza kukusanya kodi yako, hatengenezi barabara, wanakaa vikao wanakula hiyo pesa? Ni mtu gani ambaye vyama vya siasa vyote viko huru, vimesajiliwa, vinafanya siasa kwa sababu tu ya kigezo cha kujiweka madarakani? Anasema chama fulani hawafanyi. Wanamkamata mwenyekiti wetu, wanamweka ndani kwa sababu mwenyekiti wetu ni mwadilifu na mwenye utu. Kwenye utu ambao tumefundishwa sisi, tunu za taifa, ukisoma ziko kama 6 hivi, sio? Ya kwanza ni utu, ya kwanza ni uadilifu na uzalendo, sio? CCM ni wazalendo? CCM ni wazalendo? CCM ni waadilifu? Utu pekee wanaojua CCM ukisoma kwenye hizo 6 ni kuongea lugha ya taifa. Hii Kiswahili wanaongea. Samungi malebo nitia. Basi unaona? Mwenyekiti wetu wa wilaya hapa, wakili kwa ina hema. Karatu, tukubaliane. Mimi naomba tukubaliane. Tusirudi kwenye kulalamika. Tulikofika twende mbele. Makamu mwenyekiti ametutangazia wa taifa. Mawakili tunao hapa. Maandamano ni haki. Tukishinikiza serikali haramu iliyojiweka kwamba watoke Ikulu. Sisi hatuombi barabara, tuwatoe kwanza Ikulu. Nani amewaweka? Nini mlioweka? Tutaombaje barabara kwa ambaye hatumtambui? Karatu, nani alipiga kura hapa? Nyosha mkono juu. Kuna aliyepiga kura? Wale wasimamizi wa uchaguzi wale, ilifika hatua kilipowaka, alafu wanasema Chadema
ndio walisababisha hiyo. Wanamwambia Chakwera, si huyu aliyetoka Sadek, wanamwambia labda ni Chadema. Alafu wanatuambia unajua, msiseme vile vifo na watu waliouawa. Aliouawa nani? Aliouawa nani? Mbona hawatuambii? Tukisema vivyo nakitala malakara kufimba makara babu kudito kufimba basi kule ya atani akotisia tukisema wanakuwa nchi hii inatakiwa watu wenye ujasiri kama watu wa Karatu. Tunatakiwa tuungane, tutengeneze maandamano ya nchi nzima kushinikiza watoke Ikulu. Wanasema tukiandamana, ambayo maandamano yako kwa mujibu wa katiba, mbunge akichaguliwa, rais akichaguliwa, akienda anashika katiba atubasiri, alafu anashika kitabu cha imani yake, kama ni Biblia ama kama ni msahafu, anasema niko tayari na naapa kulinda. Aishikira ntizinga ameapa kulinda nini? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema maandamano ni haki ya raia. Sisi tunaweza kuandamana, tusimdhuru mtu. Tunaandamana kushinikiza kudai haki. Because sasa sikilizeni Karatu na ujumbe uwafikie. Safari hii hatutanii, sio? Na wanawatishia, wanasema tutawaua tena. Kwani nyinyi mtabaki milele? Ninyi hamtakufa? Kisha sinani atatangulia? Na kwa njia gani? Hata ninyi ambao mnaiba hela za wananchi, si mnaweza mkafa kwa ukimwi? Si mnaweza mkaenda mkafanya huko ngono mkafa? Kwani hamtakufa? Sisi bora tufie kwenye haki Karatu. Nimekuja kuwaambia Manyara tuko tayari. Na tumeamua kuungana na ninyi Karatu. Na tutaungana na nchi nzima kuhakikisha mwenyekiti wetu ambaye ni mzalendo na ambaye ni msema kweli anatoka kule gerezani. Yesu hajagombana wala hajafumaniwa. Hajakutwa na mke wa mtu. Hana kesi ya mpaka wa shamba. Ana kesi kwa sababu Lissu ana akili. Lissu yuko tayari kuwasaidia Watanzania, kuwaambia hapa kuna giza. Hao wana wa giza wanataka wote wa Tanzania tubaki kwenye giza. Karatu tukatae. Karatu tukatae hiyo. Because na kama mtanikubalia mwishoni, na kama mwenyekiti wa kanda atanikubalia mwishoni, sisi kama Chadema tuongeze tunu ya 7 kwenye nchi hii, awe ni Tundu Lissu. Wangapi watakubali? Dakaraba Karatu nani, sio ninyi tu, matajiri wa nchi hii asilimia kubwa wanawachangia CCM fedha, alafu wanatuambia sisi tuko pamoja. Tuko pamoja. Baadhi zao zote zimeozea store. Na hiyo CCM walioichangia na hawasemei kokote. Bado wamekaa kimya, wanatuambia ondoka, mambo ya stakabadhi kalani kawa. Sisi mtalala ni mtaka. Tunahitaji kuungana Karatu. Tunahitaji kupambania utu wetu. Tunahitaji kupambania uhuru wetu. Uhuru wa mtu una thamani kubwa kuliko mali. Ama namna gani? Wangapi wananielewa Karatu? Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, tumeni salamu Tanzania nzima people. Unajua leo tuna hamu wote. Tubakishiane. Naomba niwabakishie wengine. Anair kutubina hada. Safari yako nyingi sana. Aliki mama wa khailite. Nayo ajiran kondero. An hisaba ngoro. Mo ani ga fayda na azi hanganis. Ni ko diga baqi go baqa madakhu human. Alafu la dilka muktano dir saylo da dir femeri ganaiya. Mo ka hel ka dilka burumburin. Si suset ko to badi uzano ai. Alafu e pura ga tahika. Kunga bako kata mwenyekiti ko mwenyekiti kumtoko ndo kuruhema. Hebo pura ni. Karatu mmesahau kilivyowaka. Alafu wanasema hayo msiseme, wanasema mkisema nyie ndio mliwa. Sisi tuliwasha mwenyekiti. Tundu Lissu yuko nani? Sisi tumewasha wakati John Heche yuko ndani. Ukimnyima mtu uhuru wake, iko siku atautafuta kwa namna yoyote inayowezekana. Kwa hiyo CCM mjue hilo. Na ninyi polisi mjue hilo.
hapo mmenikubalia kwamba, na kama mwenyekiti wa kanda atakuwa amenikubalia kwamba Tundu yetu ya 7 kwenye nchi hii atakuwa Tundu Lissu, kwa kweli mimi leo nitalala tena Karatu. Fikiria, jaribu kufikiria. Mtu anakunyima uhuru wa kusema ukweli. Mmesahau juzi Hai Petroli walisemaje? Wana mafuta ya kutunza nchi kwa muda gani? Miezi mingapi? Baada ya siku ya 3 wanasemaje? Hao watu tukisema hawana akili tutakuwa tunawatukana ama ni kweli? Tukisema hao watu ni uongo na wafitini ni uongo ama kweli? Tukisema hao watu ni karakana ya shetani ni uongo ama kweli? Karakana ya shetani haiwezi kuchonga meza nzuri ukakaa nayo nyumbani kwako ndugu yangu. Nitakushauri uende ukazini na mke wa mtu, dhambi hiyo. Hao watu wamevuka kwenye zile dhambi zile ambazo tumezoea, uongo nini. Hao watu wako kwenye dhambi ya kutoa utu na roho ya mtu. Boss. Watu wa Karatu tuwagane. Sasa mshauri mwenyekiti, kuna kitu cha kushangaza tu. Mimi jana nilikuwa hapa Karatu. Mkuu wa polisi wa hapa anatuambia, anawaambia Chadema Karatu, leteni nakala ya hukumu ya mahakama. Yeye anaishi kwenye handaki. Haya mambo si yanafanyika hadharani. Yeye hajaona. Sasa naomba nitume tu salamu kwa mkuu wa polisi wa Babati. Anza kutafuta hiyo nakala ya hukumu mapema kabla mimi sijarudi mkoa. Mimi wala sitakuletea. Lakini mwisho nafikiri huyu mkuu wa polisi hapa anatumia Kiswahili. Mwenyekiti utaniunganisha naye, nitamnunulia iPhone 16. Ili aone dunia inakokwenda. Boss. Haiwezekani wakati wa kura zinaibiwa wanakimbia na masanduku. Wengine sio vizuri sana Mrueni alikuwa hapa. Wengine waliovaa zile t-shirt ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wengine kina mama walikimbia wakiwa wamevaa sindiria. T-shirt walitupa. Vilivyo wako walitupa, wanaogopa kufa. Kwa nini? Watu wamechukia. Sasa tunawaomba watu wa Karatu, tukiwaalika kwenda kwenye maandamano ya kudai haki, hata muhuri waaliki, wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari Karatu? Hivyo, hata huko nyuma wewe nyosha mkono tu. Wewe mbazi yako yenyewe imeozea ndani. Stakabadhi kalani unalima mwenyewe. Haimato, anlafar awe. Kai dahas, kai hes, kai kakanus. Bana hai serikali tukai sisi ndio tunanunua. Alafu wananunua gati ni kunge ni sa toi. Toi kwa kunga ni helika. Hapo fi sasa naib bila shuli la naib kungul gus. Naib kunga gus kubura toi dia nis kitabat toi wa to hela ya ba to serikali tukai pela. Ami aiwa. Kunga ba mrusika. Bali serikali ile basi. Boss. Simeshamaliza kukopa. Niendelee ama niishie hapo?